والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sura hii ni makia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkhutubia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya tukio ambalo lilifanyika karibu na mwaka wa kuzaliwa yeye sallallahu alaihi wasallam. Tukio lenyewe ni kama wanavyozungumza ahlu sira kuwa Abraha alijitayarisha na jeshi ikiwemo ndovu. Lengo ni kuivunja Al-Kaaba. Matayarisho haya yalikuwa yakilenga kuwagusa Makuraish, kwa sababu Makka au Al-Kaaba ilikuwa ni senta ya kiibada. Abraha akaangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mafunzo kadha wa kadha katika kadhia hii, kwa sababu Qur'ani inapotusimulia visa si vya kujiburudisha, bal kuna durusun wa ibar, kuna mafunzo na mazingatio. Pili, visa vya Qur'an lazima vihusiane na reality tunayoishi, ili kuelewa cheo chetu, hadhi yetu, ujumbe wetu, historia yaweze ikatusaidia sisi ni kina nani. Fa'tabiru ya ulil absar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumkhutubia huku mtume wake katika kisa hiki akatumia balagha ya hali ya juu. Alam tara, hii ni harf al-istifham at-takriri, ni swali halihitaji jibu. Ni kwa mfano, alam yajidika yatiman faawa. Mtume ni yatima, alilelewa, ni hali alikutwa kuwa yatima. Mwenyezi Mungu ataka kumkumbusha mtume wake marhala miongoni mwa marahili ya maisha yake. Hapa vile vile Mwenyezi Mungu anamkumbusha mtume wake. Tena ukumbusho huu ni kana kwamba mtume alishuhudia, ili hali alikuwa mtoto, hajazaliwa mtume, lakini tukio hili alipohutubiwa na Mola wake, Mwenyezi Mungu akatumia lafzi ar-ru'ya. Na ru'ya hapa ai al-ilmu al-yaqin. Hizi habari za hili tukio la kutisha la kutaka kuangamizwa Al-Kaaba zilikaririwa na kusimuliwa na Makuraish. Wewe Mtume Muhammad ni sehemu ya jamii hii. Habari hizi hazitapakai tu kwao wao, bali mimi Mwenyezi Mungu nakueleza. Ndio ikatumiwa ar-ru'ya, kwa sababu Allah anapokueleza ni kama ule ujumbe, lile tukio, hata kama ukuliona, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ashakueleza, liamini wa huwa asdaqul qailin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Asema kaifa fa'ala, jinsi Mola wako alivyowafanya, si Mola wako alifanya, alivyo. Kaifa, kaifia,
Na hapa kuna funzo la kwanza katika hili tukio ambalo ni muhimu sisi umma tujifunze nalo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa aonyesha qudra al-ilahiyya, uwezo wa uungu wake. Huu ulikuwa ni miujiza, na miujiza ni aya, ni alama za ishara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini umma wa Kiislamu hautegemei miujiza kuleta ati au kubwaga majukumu kwa kutegemea miujiza. La, wala si kaida askaria, si principle katika vita kutegemea miujiza. Si kwamba Mwenyezi Mungu afanye miujiza, Mwenyezi Mungu anafanya miujiza. Lakini funzo la pili tunalipata hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitaje jeshi la Abraha. Yani hakusema alam tara kaifa ahlaka Abraha wa jaisha, la, akasema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, akatajwa ndovu. Hii huitwa psychological dominance. Wakati ule Abraha amejiandaa kikweli, akatumia psychological warfare, alharbu nafsiya. Ndovu ukimwona watishika. Mimi nimekutolea kisu au bunduki, lengo nataka uwe na hofu. Sasa Abraha aona ndovu, ultimately ataleta tija. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaflip, akageuza mtazamo, kwamba huyu ndovu wako ambaye wewe ulimtegemea, mimi namtaja yeye, sitaji idadi ya jeshi lako, nataja ile nembo ya saikolojia ulioitumia, kwangu si kitu, nilimwangamiza huyu ndovu. Al-qudratu al-ilahiyya. Na hapa ni funzo, Waislamu wanapokabiliwa na jeshi kubwa, wasiliangalie lile jeshi kubwa wakaacha majukumu yao na kuanza kumshuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal kuna kaida husemwa, laisa kullu qawiyin muntasira, si kila mwenye nguvu ni mwenye kushinda. Wa laisa kullu dha'ifin yuhzam, wala si kila mnyonge ni mwenye kushindwa. Tapiga mifano mitatu ya kitarikhi. Mfano wa kwanza, Marekani alipoivamia Vietnam, aliandaa gharama yote ya kivita 2.3 trillion, nazunguzia dola za Marekani. Akapigana since 1955 mpaka 1973. Mwajua alichofanywa? Alishindwa na Vietnam, pamoja na silaha alizokuwa nazo na madege aliyokuwa nayo, lakini akashindwa. Dominance does not mean that you will have ultimate victory. Wallahi Waislamu, yanayojiri Gaza, waweza ukakapata mikono kasema la, tumeshindwa, lakini sisi hatujashindwa. Clip ya juzi, mama asema kullama ibtalana Allah Subhanahu wa Ta'ala yazdadu imanan wa yazdadu hubba. Kila Mwenyezi Mungu anapotuhabiri na anapotutia katika mitihani hapa Gaza, tuazidi kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyinyi ni umma speciali. Kila mitihani mnapoikumbana nayo, imani yenu yazidi zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeshi lenu halishindwi. Marekani akaingia Afghanistan mwaka wa 2001. Iqra'u tarikh. Miaka 20 ever katika history ya vita vya Marekani, hakuna vita alipigana kwa muda mrefu kama huu. Matokeo yake nini? Alishindwa. Askari wake waliojipamba na kupewa mshahara 2400 kuuawa na madege aliyokuwa nayo. Lakini tunaweza kusema ni mbali kule Somalia 1993, Marekani kaingia na technical
superiority, ajifanya atafanya anachofanya, lakini akashindwa katika operesheni maalum ya kivita. Nguvu si dalili ya kushinda. Abraha alikuwa na nguvu, lakini hakuona nguvu za wallahu ghalibu ala amrihi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda mambo yake. Wallahi nyinyi umma mnamiliki malaka ya kushinda, mnamiliki malaka ya uwezo. Haya ndiyo mazazi ya sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana Mwenyezi Mungu akasema wadhakirhum bi ayyamillah, na wakumbushe katika mawasim, katika minasaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mawasim ni maulidi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Funzo la tatu nalolipata katika kadhia hii kubwa ni kuwa Abraha kiakili yake alitaka kubadilisha center of worship itoke Maka watu waende Yaman. Mwenyezi Mungu ana irada nyingine, anataka Maka isiwe ni center tu ya regional, iwe ni global reach, umma mzima. Baada yake azaliwe mtu ambaye ataleta athari na kuinyanyua Maka kuwa ni nuktatul ibtidai ya da'wa, ndio nukta kianzio cha mabadiliko, lakini pia ndio nukta ya kiibada. Fawalli wajhaka shatara almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Asema Mwenyezi Mungu, tumekubadilishia ewe mtume mtukufu wa daraja kibla Maka, elekeza uso wako hapa. Si wewe tu, utakapokuwa na watu wako wote uelekee wapi? Maka. Al-Kaaba ikalindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kaaba ambayo Mwenyezi Mungu angekuwa na uwezo wa kutuma malaika kuijenga Al-Kaaba, lakini Mwenyezi Mungu alipoitaka kujenga Al-Kaaba akakalifisha Ibrahimu alayhi salam, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismail. Na tulieleza hapa Mwenyezi Mungu ameanza Ibrahim kisha Ismail akamchelewesha. Katika lugha ya kidasturi angesema wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismail, lakini akatanguliza Ibrahim kwa sababu asili amri bidhatihi ilikuwa kwa nani? Kwa Ibrahim alayhi salam. Ismail alikuwa mu'ina Allah, alikuwa msaidizi. Sasa Mwenyezi Mungu asingeshindwa, huyu aliyemwamuru nani? Aliyemwamuru Ibrahim alayhi salam kujenga hii nyumba. Mwenyezi Mungu angeleta malaika wakajenga. Mwenyezi Mungu angeleta malaika wakajenga Al-Kaaba. Lakini hapa tunaonyeshwa funzo jingine, taklifu. Taklifu hii sisi Waislamu ni muhimu tuichanganye na al-iman, as-sabru, akhdhul asbab, kisha na tadhiya. Uislamu ndugu zangu ni dini inayotaka tumwamini Mwenyezi Mungu, tuwe na subra katika mitihani, lakini tuchukue sababu za kutupelekea katika matukio, japo kwamba matukio si lazima uwe na sababu tu. Matukio ni mengine, lakini sababu ni wajibu wetu kufanya. Lakini hata pasi na sababu, wallahi Mwenyezi Mungu anaweza kuleta ushindi. Makuraishi hawakuandaa hata kikosi kimoja kupambana na nani? Na Abraham. Yani kwa maana mengine watu wa Maka wote walisusia nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahami nyumba yake. Lakini swali tunauliza, Mungu alipohami nyumba ya Al-Kaaba, mbona vita vya Badri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuambia Waislamu msiende kwenye vita, mimi nitawapiga wale watu? Katika vita vya Uhud mbona sallallahu alaihi wasallam atoke kama Mwenyezi Mungu alivyomuelezea katika suratu Ali Imran, iqra'u al-Qur'ana ya ma'ashara al-muslimin wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lilqital. Nakumbuka ewe mtume pale ulipoagana na watu wako, unatoka asubuhi, lengo nini? Tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lilqital, unawaandalia wanajeshi wa Kiislamu
maeneo ya vita. Hapa yazungumzwa vita vya Uhud. Mtume yeye mwenyewe, mtume huyu anakumbushwa kwamba Al-Kaaba ilinusuriwa pasi na nguvu za nani? Za mtu yote. Lakini katika vita vya Uhud tukafundishwa kuwa Waislamu hawasubiri miujiza. Msidhanie kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuleta khilafa. Ndugu zangu, anaweza kuleta malaika, hasa tukitamake khilafa isimama na biladi zote za Kiislamu zimefunguliwa. Lakini dunia, ndugu zangu, sunna yake ni mahala pa taklif, ni mahala pa kutokimbia majukumu. Sisi tumeumbwa kimajukumu, na ndio ladha ya Uislamu. Ndio tukiingia peponi, Mwenyezi Mungu anasema ingieni peponi kwa rahma yangu, lakini kwa yale mlioyafanya fasanu yassiruhu lilyusra. Vita vya Badri, Waislamu wanapambana na Makuraish. Miujiza hii, Qur'ani hii, Makuraish na Waislamu, maswahaba wako sema la ya Rabbi, kwa nini utatabishe wewe? Ulinusuru Al-Kaaba pasi na nini? Na jeshi, wacha wale, wewe malizana nao. Waislamu wakajiandaa 313, silaha chache, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutambua taklifu ya maswahaba akasema walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Mwenyezi Mungu aliwanusuruni katika vita vya Badri mkiwa wachache, basi mshukuruni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu baada ya Waislamu walipojikusuru na kuingia katika maaraka, Mwenyezi Mungu akafanya kazi yake. idh taqulu lilmu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min almalaikati munzilin au munzalin. Asema kumbuka ulipowaambia waumini, jamani vita viko hapa, lakini Mwenyezi Mungu hajatupa, wakashukishwa malaika 3000. Sheikh Abdullah Saleh Farsi anasema hawa malaika walikuja kwa sura za binadamu, na lau Mwenyezi Mungu angetaka angewaleta malaika kwa sura zao. Akasema Mwenyezi Mungu alipowaleta malaika kwa sura za binadamu, ina maana ilikuwa hawezi kushindwa kuleta malaika mmoja tu na kuangamiza jeshi la nani? La Makuraish. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kwamba ushindi si kwamba kwake yeye hatupi, atatupa ushindi, lakini yule aliyedhamini ushindi ndiye ametukalifisha. Ndugu zangu, maandalizi. Moja katika maandalizi tunayohitaji ndugu zangu leo katika ulimwengu tunaoishi hivi sasa, twahitaji tufanye ulinganizi wa Kiislamu, kuamsha hisia za Kiislamu na kujenga fikra za Kiislamu kwa lengo la kuregesha maisha ya Kiislamu. Hii kazi ndugu zangu si miujiza. Hatuswali kimiujiza ndugu zangu, wala mimi sikuja hapa kimiujiza. Nimekuja ni taklifu hii. Hata nyinyi mnaswali hapa si kimiujiza. Uweze kusema mimi taswali kimiujiza, hakuna maswala. Ama kufunga kimiujiza, hakuna. Basi jihadi si miujiza, bali Mwenyezi Mungu anatutest kwamba mkiingia katika sahatul qital mkatekeleza jukumu lenu, basi atawaletea ushindi. Ndio aya zinazofuata Mwenyezi Mungu anasema wama ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna bihi qulubukum. Katika nyingine walitatma'inna qulubukum bihi. Kisha mujue waman nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim. Maulidi Rasuli sallallahu alaihi wasallam inatufundisha kadhia muhimu sana, kwamba sallallahu alaihi wasallam aliletwa ili atupatie hisia ya kubeba majukumu. Funzo la mwisho ndugu zangu katika munasaba kama huu, tunapoingia katika hizi hafalati, maudhui isiwe ni je, imethibiti, haikuthibiti, imekuwaje, sijui nini. Maudhui iwe ni ujumbe huu ambao Mwenyezi Mungu anautuma. Madha ba'da wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anazaliwa katika mazingira haya. Mtume anapewa ujumbe ambao utakuwa ni global reach. Abraha atakatua attention ya Maka na wapi? Na Yaman. Wasijue maskini kwamba kumbe Mwenyezi Mungu plani yake ni kwamba atafelisha jeshi hili, lakini pia si hili tu, hapa mahala ambapo leo kuna threat ya usalama,
ataweka kuwa ndio nguzo ya amani duniani. Nguzo ya amani ni ideolojia ya ujumbe wa Uislamu aliokuja nao sallallahu alaihi wasallam. Ujumbe huu ukaleta mabadiliko ambayo yanaandikwa katika taarikhi ya ulimwengu. Ujumbe huu ambayo yeye tunayemsherekea kama kwamba alizaliwa sallallahu alaihi wasallam, leo amefariki, lakini watu wanashindana, wako tayari kuisacrifice kutetea ujumbe wake. Yawatosha ndugu zangu kuangalia yanayojiri Gaza, yanayojiri Kashmir, yanayojiri katika biladi za Kiislamu. Umma inapata mitihani, watu wako katika hafalati za harusi, mabomu yanarushwa, watu wako katika mazingira ya biashara, mabomu yanarushwa. Lakini ndugu zenu katika biladi zile hawakati tamaa na Uislamu, hawakati tamaa na ujumbe, hawakati tamaa na risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, wewe na mimi ambaye ukimaliza hapa waenda unarudi katika biashara zako, unaufanyia nini Uislamu? Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha kwamba ujumbe ambao sallallahu alayhi wasallam alikuja nao ulianza Makka. Lakini ujumbe huu ulikuwa haulengi kuleta mabadiliko tu Makka. Ujumbe huu ulilenga kuleta mabadiliko kiulimwengu. Na hivi ndivyo tunavyotakiwa sisi kama duati. Tunapozungumzia Uislamu, tusiuzungumzie kuwa ni kadhia kutatua matatizo na Mombasa au Kenya, bali haya matatizo yaliyoko Kenya ni sehemu ya matatizo ya mfumo unaotawalishwa duniani leo. Suluhu lake ndugu zangu si kuambiwa ati haki yako ni kupiga kura. Ukisema haki yako ni kupiga kura, basi haki yako mwanasiasa kukunyang'anya. Ukisema wajua ni haki yetu, mwanasiasa anakuambia ni haki yangu kukupitishia kanuni za kukukaba za ushuru. Ndugu zangu, matunda ya demokrasia ni haya tunayoona: utapeli, chuki na maneno maovu yanayozungumzwa kwenye majukwaa ya kisiasa. Leo majukwaa ya kisiasa yanageuzwa kama nini? Kama viwanja vya kurushiana mawe. Kisha Muislamu asema, la bwana, wajua sisi tutapata Isa kwa huyu. Iza yako itapatikana kwa kusoma maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kipengele kwamba huyu ni bwana mkubwa, the world statesman, alileta mabadiliko msingi. Na wallahi ujumbe wa Uislamu yatosha kusema wama arsalnaka illa kafa illa rahma. Napenda hii aya. Mwenyezi Mungu anaposema wama arsalnaka illa kafa, kuna ihtimali mbili. Kafa ai unazuia dhulma kwa watu wote, lakini pia kafa ai kwa Waislamu wote. Wallahi msiamini kwamba dhulma itaondoka kwa system ulionayo. Dhulma itaondoka kwa system aliyoletwa nayo sallallahu alaihi wasallam. wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal